Bwana Fali, tafadhali mashkura ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Leo niko naye hapa Mchome Mapovu. Tutakwenda kusikia mengi na mazuri kutoka kwake shabiki na mwanachama kindaki kweli kweli wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Mchome, uko vizuri bro? Bana, mimi niko vizuri. Yes. Afya yako ni njema? Kama sele. Sele. Sasa kuna pale limba. Milungi mishisha, mibange selemani. Kina sele bwana. Mimi niko vizuri bwana. Mbona umeamka na sele? Sele bwana, ile nyimbo naipenda. Unaipenda sele? Nimeirudia tena kusikiliza sele. Bili utakilipa unadanda tumezani. Selemani we, tusele. Bwana, nimewasikia pia baada ya Simba kufungwa na Azam, mashabiki wa Azam FC na wao wakasema hawawezi kufungwa na Sele. Na wewe leo umekuja kumuimba Sele. Lakini mbona lawama hili linakuja kwa Sele? Unajua, ngoja nikwambie ukweli. Sele amekuwa ni mwiba ambao kiukweli unachoma mguuni, alafu viongozi wanakuja kuutafuta kichwani. Wakati wahenga walishasema mwiba unatokea ulipoingilia kabisa. Sijui unanielewa vizuri. Yaani mwiba kama umechoma mguuni utafute hapo mguuni. Sasa Sele ni mwiba umechoma mguuni alafu unautafuta kichwani. Bado mwanangu, klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika. Yes. Kumtegemea Sele kama kocha mkuu lile ni anguko. Kwa nini? Na ana vigezo vyote. Brother, klabu ya Simba ni aina ya klabu yenye historia kubwa sana. Okay. Kwa ukubwa ilionao inabidi tupate makocha wenye CV, wenye historia ya makombe. Ndio. Wenye ubora na ukubwa Afrika. Sio, unanielewa? Yeah. Kumtegemea Selemani kama caretaker. Ndio. Maana ule sio tukumpa hadhi ya ukocha, ni caretaker. Lakini mwenye vigezo vya ukocha. Okay. Ni anguko. Simba tumepoteza kocha mkuu since aliondoka Fadu Davis. Okay. Baada ya kuondoka Fadu Davis, Sele alikuwa caretaker wa timu. Amechezesha pale kama caretaker, baadaye akaja Pantev. Yes. Baada ya kuonekana Pantev hana vigezo tena, tukampa manager. Ina maana Matola akabaki caretaker wa timu na head coach. Bado pia Pantev kafeli. Ndio. Kaja caretaker. Caretaker naye kafeli. Watakiwa kufanya jua nini hapa? Ni kufukuza wote. Alafu unakaa chini unaanza kutatua tatizo. Limeanzia wapi? Kwanza unaleta makocha wapya. Sawa. Wenye vigezo, wenye history. Ndio. Ukimaliza unakuja kutafuta source ya hawa kufeli ni nini. Okay. Ukijigundua ni wewe Mchome ndo chanzo, unakaa pembeni, unampisha mwingine, anakuja. Ndio. Lakini ule mwingine unaendelea kumtazama. Atafanya nini? Basi. Lakini kumwamini Sele Mani Matola. Yes. Kuwa kocha mkuu wa Simba. Ndio. Akapambane na Ibenge. Ni kujitekenya afu unacheka mwenyewe. Yaani mwenyewe unajitekenya afu hauna mbavu. Yaani unacheka. Yaani watu wanakushangaa. Watu kuangalia vipi huyu? Mtu ajitekenaje mwenyewe alafu anacheka mwenyewe. Kwa sababu angalia ile quality ya Florent Ibenge. Yeah. Alafu angalia quality ya Matola, angalia rekodi, angalia historia. Utakuja kuelewa ile quality ni mbingu na ardhi. Na sikufichi, Ibenge alikuwa anakuna kichwa hivi. Anaangalia mechi na imalizaje. Yaani pale sio kwa anamwazia, anaangalia mechi na iwaje. Akagundua kuna beki mzee akipanda ashuki. Na mbele ya beki mzee yupo SGR. Tuliambia ni SGR. Joshua Budo Mutare. Arudi naye kukaba. Okay. Ina maana Simba tukishambulia wengi, tukipoteza mpira kwenye kuzuia ni wachache. Akagundua Zidane Sereri ameshindwa. Akarudi kati. Akaangalia kati kuna shida gani. Akaja akagundua pale kati Alasene Kante na Kagoma wanacheza aina moja ya uchezaji. Wakipanda wanapanda wote, wakirudi anarudi mmoja. Kagoma Kante anabaki huko.
Akaambia wewe sikiliza wewe Sadio Kanuti. Hawa ni waajiri wako wa zamani. Kaa pembeni kwanza. Imidimau Mkami, endelea kupiga fimbo. Akamtia James Akamiko. Oya zimepigwa pasi 3. Goli la kwanza tumefungwa zimepigwa pasi 3. Ameanzisha Yakubu Suleiman. Haipiga pasi. Yoro Diaby anauzuia mpira unaanguka kwa James Akamiko, anaweka kwa Fei anaweka njiani kwa Saduni. Saduni anaangalia yuko na nani? Yuko peke yake. Shomari Kapombe hayupo. Anachagua engo. Tunakuja kufungwa na forward mbovu kwenye ligi ya NBC. Forward mbovu. Forward la kimataifa inakuwaje mbovu? Kitambala bora mbovu. Forward ana kilo 120. Ametoka Kongo yule kwa ajili ya kazi hiyo tu Tanzania. Ana kilo 120 uliona? Mzito kama tembo. Hadi ukimbiaji unamwona mzito. Kufungwa na forward mbovu ameshindwa kuifunga. Lakini kumbuka kabla ya kufunga kuna movement moja ilikuwa ya mbio kati ya Chamu umeelewa vizuri na huyo forward mzito atembea. Sasa Chamu si mzito zaidi yake. Sasa kama ana kilo 120 kwa maana ya kitambala bora, Chamu ana kilo ngapi? Ndo balaa zito hilo. Kwa hiyo sasa tukaja kufungwa na mshambuliaji dhaifu. Kuliko wadhaifu wote. Tena kafunga yuko comfortable. Hana mtu anembugu, anachagua engo. Na kama unavyojua aina ya goalkeeper tulio naye. Ndio. Ni aina ya goalkeeper anayejua kudaka, hajui kusave. Magolikipa wanaodaka wanatumia mikono. Lakini magolikipa wanaosave wanatumia mikono, miguu, tumbo, kichwa. Umeelewa vizuri? Sasa Yakubu Suleiman ukipiga kwenye engo za miguu umefunga. Kitambala bora akapiga engo ya mguu ile pale, ameangalia tu. Ushanaelewa? Kwa hiyo aina ya washambuliaji wa Azam. Backline ya Simba ilikuwa ni ngumu sana kupambana nao. Kwa sababu Simba kipindi anasajiliwa Rushen Derok, ilitoka nikaongea sana, jamani huyu mchezaji kwa nini Mamelodi wamemwacha? Nikafuatilia nikagundua huyu ni injuries. Ni mtu ambaye hatoboi bila injury. Hawezi akacheza nusu msimu bila kupata injury. Na alivyokuja alionyesha performance nzuri sana. Nikajiuliza kwa hii performance anayoonyesha huyu kuna tatizo. Umeelewa? Hadi Mamelodi wanamwacha huyu. Kuna shida, kumbe shida ni majeraha mwanangu. Mgonjwa wa kutupa. Haya, anakuja anaumia kwenye mechi muhimu. Tunamkosa kwenye mechi muhimu ya Azam. Unajua brother, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ubingwa wa Yanga uko kwenye timu mbili tu. Ubingwa wa Yanga uko kwenye timu mbili. Azam na Simba. Na ubingwa wa Simba uko kwenye timu mbili. Azam na Yanga. Ukiweza kutoboa kwenye hizi timu mbili, basi wewe ni bingwa mtarajiwa. Na mimi sikuficha huyu Azam akikutana na Yanga. Anapigwa goli za kutosha. Anapigwa goli za kutosha kwa sababu gani? Ni aina ya timu na wachezaji wenye quality za kawaida. Wewe timu unakuja unafungwa na Saaduni. Hebu angalia quality ya Saaduni, afu angalia na quality ya wachezaji wa Simba. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba tayari timu ya Simba ina uhaba wa wachezaji. Dirisha dogo Simba inatakiwa kurudi tena sokoni kutafuta kocha na wachezaji. Nimesikia hivyo wengi wanasema. Kwa upande wako nadhani ni kweli dirisha dogo Simba inatakiwa mrudi tena sokoni? Ule ni muendelezo wa biashara. Unajua kusajili biashara. Ni kweli. Kusajili ni biashara na kuna watu wanaishi kwa kazi hiyo. Kwamba sisi ni watu wanaosajili, na bahati mbaya hii biashara kuna watu inawalipa, I mean club, ndio, na kuna timu inawalipa wale wanaosajili. Kwa bahati mbaya usajili wetu sisi Simba umekuwa unailipa sana wale wanaosajili so club. Kwa sababu hapo kuna anguko la wachezaji. Unajua msimu huu katika usajili uliofanyika, mchezaji ambaye anacheza in top performance na ni quality ya kucheza Simba ni wawili. Rushan Derok kama singekuwa majeruhi, na Abraham Morris. Huyu kaumia, ina maana amebaki Abraham Morris. Hao wengine wote ni kuwachunguza na kuwapa thank you. Waliosalia. Ina maana tayari watu wamefeli, inabidi watu waingie tena sokoni. Ina maana hiyo ni biashara tayari. Dirisha dogo unasajili unaacha. Dirisha kubwa unasajili unaacha. Ukija kwenye ripoti ya mapato na matumizi,
unakutana pesa ya usajili ni nyingi kuliko pesa ya maandalizi. Yaani pesa walizotumia, utapata pesa usajili iko juu kwa sababu ya kuacha na usajili. Lakini Mchome, wewe ni mwana Simba na ambaye unatoa ukweli, japokuwa wengi wanakuhusisha kwamba wanasema Mchome bwana si mwana Simba mwenzetu, kwa sababu hakuna shabiki wa Simba anaweza kuitakia mabaya tu timu yake. Sababu Mchome, wewe Simba kifungwa unasema fresh tu fresh. Kwa nini inakuwa fresh? Kwa nini usiumie na wewe ni mwana Simba? Unajua kwenye Biblia kama unafuatilia, Yesu alikuja kwa niaba ya wana wa Israeli kabisa. Walivyomkataa akageukia mataifa mengine. Brother, mimi naumia kwa sababu Simba wananichukulia kama adui. Hicho ndio kinachoniumiza. Lakini nafurahi kwa sababu wananipuuzia, wanaona kama mjinga na elopoka. Unanielewa vizuri? Brother, mimi mpira na uangalia sio kwa jicho la kiushabiki. Mimi naangalia mpira kwa jicho la kiuchambuzi. Unaangalia timu attendance yake, sawa tumeshindaje. Mimi sio mshangilia magoli brother. Kuna magoli tuliifunga Mbeya City juzi. Unaangalia magoli ya movement ni goli moja alofunga Abraham Morris. Magoli mawili yale alofunga Jonathan Soa na huyu Bajabil ni magoli ya uzembe wa mabeki. Kwa hiyo ukienda kumpongeza mfungaji unaonekana wewe mpira hujui. Pale unapaswa uende ukamlaumu beki. Sio ukampongeze mfungaji, ukamlaumu beki kafanya uzembe. Kwa sababu goli zote mbili zile ni back pass. Unarudisha back pass fupi, moja Soa anaingilia kati anachukua. Unarudisha back pass fupi, nyingine Mkwala anaingilia kati anafunga Bajabir. Umeelewa vizuri? Sasa ile mechi mimi nikiangalia naona timu bado. Lakini kuna shabiki anakuambia Simba tumeshinda goli 3, ni hatari Matola apewe timu. Kiangalia aina ya goli zilizoshindwa sasa. Ndio pale naambia jamani hapa bado. Ndio hata timu ikishinda unaponda tu. Imeshindaje? Si unamfahamu? Nakupata kwa hiyo sasa shida inakuja hapa, lakini sio kwamba eti mimi labda nafurahi 100% timu ikifungwa kama sijaongea, hapana. Mimi nikiongea na nawapa tips. Bana hii timu iko hivi tutafungwa. Nikiona tips zangu zimefanywa kazi, alafu timu imepoteza nimeongea. Lakini nikiona tips zangu nilizotoa zimepuuziwa, nafurahi. Lakini tumezungumza hapo Matola kwa maana ya Suleiman Matola hafai kuwa kocha wa Simba kwa mujibu wa maelezo yako. Lakini wengi wanachama na mashabiki hawaamini kwa kocha. Wanasema shida ni uongozi, hasa Murtaza Ali Mangungu. Hapo ndipo kwenye tatizo, na wanasema Simba hii kama ataendelea kuwa mwenyekiti mzee Mangungu hawatakuja kuchukua kikombe chochote pia msimu huu mpaka atakapoachia madaraka, kwa sababu yeye ndio anawahujumu na yeye ndio anatoa taarifa kwa kina Mchome, anatoa taarifa kwa kina Alikamwe. Ngoja niwaambie kitu ambacho mashabiki hawakijui. Murtaza Mangungu ni mwenyekiti halali wa Simba wa kuchaguliwa kwenye chaguzi 2. Sio moja. Nadhani kwa chaguzi ilitokea hapa katikati akashinda tena. Kama sijakosea mtanirekebisha. Ni mwenyekiti wa kupigiwa kura. Na mwenyekiti Mangungu hajapata kura 100%. Ina maana kuna watu walikuwa hawamtaki, walimpinga. Alipata kura kwa ushindi wake, lakini sio 100%. Sawa. Kula ni siri. Mimi sijui Mangungu alichaguliwa na nani. Lakini kuna uwezekano anayeongea hakumchagua. Lakini Mangungu alichaguliwa na akashinda. Na ili uweze kushinda, ina maana umechaguliwa na wanachama wengi. Wanachama ni wanafiki. Aliyempitisha Mangungu ndo anayemkataa leo. Ina maana wewe haukufanya research ya kiongozi unaenda kumchagua ni aina gani? Ulikurupuka, ulishikiwa panga. Hapana. Wale mashabiki walikuwa wanaandaliwa pilau, akishakula pilau wangepewa na zile kanga, wamemaliza. Ndio. Alafu mashabiki wanamkataa Mangungu kwenye ile swala la katiba mpya. Mimi nikiangalia mabadiliko ya katiba, yani ni maelekezo. Kuna baadhi ya mashabiki elimu zao haziwezi kwenda kufanya kazi kwenye ile katiba. Wana elimu ndogo sana. Ndogo mno. Yaani ukiwafuatilia utakuta wengine darasa la 7 la zamani,
wengine darasa la 4. La 4 la zamani. Yaani wale wana elimu ya kutuma message na kusoma. Tena ukiandika message ya Kiingereza hawaelewi. Brother, wale hawezi kuamua Simba. Simba katika kitu mimi nilichokipenda ni hichi Mangungu alichosema analeta kadi za wanachama. Wataingia vijana mule ndani wenye elimu sasa. Okay. Wataenda kutoa changamoto halisi. Kwa sababu vitu ambavyo vinaiongoza sasa hivi Simba vimechaguliwa na kupitishwa na hao wanaomkataa leo. Vimempa nguvu Mangungu na au kumnyima nguvu Mangungu ni vitu walivyopitisha hao wanachama. Kwa mimi mwanachama wa Simba ukija leo ukimkataa Mangungu na kuona kama una stress, otherwise Mangungu apokei simu, hatatui matatizo yako binafsi. Okay. Lakini kama ni matatizo ya klabu, Mangungu umemchagua wewe aiongoze klabu. Mangungu ni kiongozi bora kwa sababu kachaguliwa, hajateuliwa. Unanielewa vizuri? Na kupata uzuri. Mangungu kapigiwa kula, hajapatikana mtaani. Na sio kula za maoni. Jamani mnamtaka Mangungu? Ndio. Umepewa karatasi umechagua. Ukampa tiki. Na mkaona sera za Mangungu zinafaa kuiongoza Simba. Na alalamika nini? Mangungu kiongozi bora. Na mwanangu Mangungu kuwa kiongozi. Kiukweli kuna baadhi ya watu watafurahi. Kwa sababu mimi imani yangu inanituma kabisa. Mangungu hawezi kupambana na viongozi wa Yanga. Mangungu. Kwa hiyo uwepo wa Mangungu Simba, viongozi wa Yanga wanafurahia kweli. Vibaya mno. Vibaya mno. Wana enjoy. Watambeat kila eneo. Kila eneo watampiga. Okay. Kila eneo watampiga. Simba tunahitaji viongozi wenye mipango kabisa. Brother, kuna hela alafu kuna mipango. Very sure. Yes. Engineer ana vitu vyote. Ana hela na ana mipango. Kupambana na huyo mtu ni kazi. Lazima na wewe uwe na hela na uwe na mipango. Yanga kuna bonus wanapewa wachezaji. Kwenye baadhi ya vilabu ni mishahara kabisa. Yaani kuna wachezaji wanaendesha maisha kwa bonus. Analipa kodi familia, anasomesha wadogo zake, bonus. Bado zile za kuokota, sio leo mchezaji anaokoteshwa bado hizo. Ila bonus tunaambiwa wachezaji wanasomeshwa, au ndugu zao wanasomeshwa, wachezaji wanalipia kodi, wengine familia zao, bonus. Kwa hiyo kuna hela, alafu kuna mipango. Brother, kuna mimi nakupa za ndani. Kuna jamaa mmoja aliwahi kuniambia kwamba kipindi Yanga anasajili, anaboresha hii mikataba ya wachezaji kina Mzizo, kina nani, kina Muda wale, kina Dickson Jobu, kuna kipindi wanakusema kitaba wachezaji wengi. Engineer alikuwa anamuita mchezaji, anamuuliza swali. Kwa wewe unavyoona kiwango chako, unastahili shilingi ngapi? Mimi Mchome bana, una jukumu mwenyewe. Naona bana signing fee milioni 200, anaandika milioni 200. Bana mimi Mchome navyoona bana mshahara wangu iwe milioni 40, anaandika milioni 40. Kingine, bosi kwenye mkataba mpya anataka gari aina gani fulani. Bana nipangiwe nyumba. Bana tayari haya sign. Hamna majadiliano, imeisha hiyo. Sasa mchezaji kama huyo umempa stahiki zake, kwa nini uwanjani asipambane? Utamuuliza una shida gani? Ulichokitaka sisi tumekupa, una shida gani? Na ndio maana wachezaji wa Yanga wakiingia uwanjani ni jihadi brother. Kama kesho hakuna mechi tena. Hicho kitu kwa Simba ukiona mchezaji wa Yanga akikosa goli Max anapiga ardhi chini. Hata ndio inakuaje namna hii? Lakini unamwona Panzo akikosa kawaida tu sura yake. Hanunguniki wala mechi. Kwa shida iko hapo. Kwenye wachezaji na uongozi wa Simba bado tatizo. Nini kifanyike kwa kumalizia sasa Mpanzo ili Simba yenu irejee mikono salama na mwisho wa siku mrejee kule ambapo mmepazoea kunyanyua makwapa kwa maana ya makombe kila utwapo msimu? Kwanza viongozi wakubali wameshindwa. Okay. Wakubali engineer kawashinda. Wakishakubali engineer kawashinda, wakubali kujifunza. Hata kama sio kutoka kwa engineer, kwa mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kuwafunza, wajifunze. Okay. Cha tatu, ikishindikana wakubali kuachia madaraka. Okay.
wapatikane watu ambao wana uwezo wa kuleta changamoto, na sio watu ambao baba yake alikuwa kiongozi wa Simba miaka 70, sio nani yake alikuwa sio mjumbe wa Simba sio miaka 60. Waje viongozi wapya wenye uwezo wa kupambania klabu, wenye akili na wenye vision. Itawasaidia. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Mchome Mapovu na mimi hapa naitwa Cisco tunamaliza namna hiyo kwa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Nini kifanyike hili Simba iweze kurejea kwenye moto wake? Ikumbukwe Simba sasa mtoto ambaye amezaliwa ameshaanza chekechea na karibia la kwanza kama si la pili, bado Simba wana struggle kuhakikisha kwamba wananyanyua makwapa kwa baada ya kusherehekea ubingwa wa ligi kuu ama wa FA. Shughuli ni nzito kweli kweli. Kunani Simba? Mchome Mapovu anakuambia endelea tukua kwenye peji zake kwa maana yako mengi anaendelea kuyazungumza. Lengo ni nini? Kuiboresha Simba. Miongoni mwa vitu ambavyo anavichukia ni wewe shabiki wa klabu ya Simba ambaye unamchukia yeye ambaye ana lengo moja la kuijenga Simba. Anakuambia tungesikilizana tusingefika hapa ambako tumefika. Na sisi tukwambie tu kwamba huu ni mwanzo. Tutaendelea pia kupigana story kadha wa kadha Mchome ili atupe mengi na mazuri kutoka kwake. Jina langu naitwa Cisco, nyuma ya kamera yuko Bwamba kweli kweli. Si mwingine mwite Uncle Vuma Zela Busara. Wailalika. Salam.